Uzima wa milele upatikani katika dini. Uzima wa milele upatikani katika matendo ya mwanadamu. Uzima wa milele unapatikana katika Yesu Kristo peke yake. Kwa kuamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, unapokea uzima wa milele. Uzima wa milele huwezi ukapata kwa hela. Uzima wa milele upati kwa fedha. Uzima wa milele upati kwa sadaka unazotoa. Uzima wa milele unapatikana kwa kumwamini Yesu kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, Mungu hana mpango na wewe. Hana mpango wa wewe kupotea. Mungu ana mpango na wewe kwamba usipotee. Anahitaji uamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa kuamini haya unapokea uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake ni kuishi zaidi ya maisha ya mwili haya. Maisha ya mwili huu ndio maana ya uzima wa milele. Biblia inasema Yesu alipokuwa anaenda kumfufua Lazaro katika kitabu cha Yohana sura ya 11 ule mstari wa 25 na 26, anamwambia Martha, anasema kwamba yeye aniaminie mimi, ajapokuwa amekufa atakuwa anaishi. Ajapokuwa amekufa atakuwa anaishi. Uzima wa milele maana yake ni uzima unaozidi maisha ya mwili huu. Unaweza ukawa unaishi, unapumua, unatumia oksijeni, unatumia hewa ambayo Mungu ameiumba, lakini umekufa. Ni wazi sawa na neno la Mungu. Mtu ambaye haamini kwamba kuna uzima wa milele, mtu ambaye haamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, anakuwa amekufa. Anakuwa anaishi lakini amekufa. Anapumua lakini amekufa. Roho yake haina uzima wa milele. Ndio maana nimekuletea habari njema. Nini mpango wa Mungu juu ya maisha yako? Mpango wa Mungu ni kwamba anataka uwe na uzima wa milele. Anataka uishi milele. Anataka ujue kwamba hakuhesabii makosa yako. Anataka ufahamu kwamba hakuhesabii dhambi zako. Mwanadamu anaweza akahesabu makosa yako. Shetani anaweza akahesabu makosa yako, lakini Mungu ahesabu dhambi zako. Hii ndio sababu amekuonesha wakati ulipokuwa una dhambi, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari 23, anasema kwamba Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Mungu anatoa uzima wa milele, lakini dhambi inakupa mauti. Mauti maana yake ni kujitenga na Mungu. Maana yake unajiweka mbali na Mungu. Mtu anapomwamini Yesu anakubaliana kwamba Mungu amemwondoa mbali na mauti, amemwondoa mbali na dhambi, amemwondoa mbali na mauti. Hizi ni habari njema. Dhambi zako zote zimesamehewa. Makosa yako yote yamefutwa. Uovu wako wote umeondolewa. Mungu hakumbuki tena dhambi zako. Unapoamini ya kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, unapokea uzima wa milele. Unapokea uzima wa milele. Uzima wa milele umepatikana, ndugu yangu.